Kuna saa huwa tunajiuliza, hata we nafikiri umewahi kujiuliza, hata jamii hujiuliza kwamba hawa watu wana fedha, imekuwaje wameshindwa kutumia njia ya modern ya upandikizaji ili waweze kupata mtoto? Mbona hawana mtoto kwa miaka mingi na hela wanayo? Yani maana yake tunamaanisha ile njia ya in vitro fertilization, njia ya upandikizaji ili kuweza kupata mtoto. Najiuliza, wana hela lakini mbona hawana mtoto? Leo natamani nijibu hili swali kwamba je, ufaulu wa njia hii ya upandikizaji ni kama asilimia ngapi kwa mujibu wa wataalamu? Na nitalijibu hili swali kutoka katika kitabu cha Yohana sura ya 3 fungu la 27. Yohana sura ya 3 mstari wa 27, Biblia inaandika, inasema, Yohana akajibu akasema, hawezi mtu kupokea neno lolote isipokuwa amepewa kutoka mbinguni. Hawezi mtu yeyote kupokea neno lolote isipokuwa amepewa kutoka mbinguni. Neno hili linamaanisha nini? Kama mbingu hazijakubali kupokea jambo, huwezi kulipokea. Ndio maana kwenye maombi huwa tunasema utakalo lifanyike mbinguni kama duniani. Maana yake ni nini? Mapenzi yako yatimizwe. Lakini kwenye njia hii ya IVF ama in vitro fertilization, upandikizaji wa mtoto, ufaulu wake ni asilimia ngapi? Hilo swali ambalo nitakwenda kulijibu leo. Kwa mujibu wa takwimu zinaonyesha kwamba asilimia kubwa ya watu wanaotaka kupata mtoto kwa njia ya upandikizaji huwa wanaishia kukosa mtoto. Na hiyo ndiyo hali halisi. Raundi ya kwanza ya upandikizaji, takwimu zinasema raundi ya kwanza ya upandikizaji huwa ufaulu wake ni asilimia 27. Asilimia 27 maana yake ni kana kwamba kati ya watu, tuwajumu watu 5 ama 4 wanaoenda kufanya upandikizaji, watu 5, 4, yes, hapo ni mmoja tu ama ni kapo moja ndio inaweza kufaulu kati ya kapo 4 au 5. Maana yake ni nini? Sio kitu chepesi. Na kapo hii ikirudia raundi ya pili, uwezekano wa kupata mtoto ni asilimia 47 tu. Maana yake nusu. Na mara nyingi takwimu zinaonyesha kwamba watu wengi sana ambao wamejaribu njia hii ya IVF huishia kufanya mara 2. Kwa nini? Kwa sababu ya gharama ya kifedha na gharama ya kisaikolojia. Kwa nini? Kwa sababu ni gharama kufanya hii njia. Nafikiri kwa makadirio ya sasa ni kama milioni 20, 25 mpaka 30 kwa raundi moja kwa nchi za kawaida, tofauti na nchi kama US. US ni karibu dola karibu dola 50,000, dola 30,000. Ina maana inaenda karibia milioni 100, milioni 80 mpaka milioni 100 kwa raundi moja. Sasa ukienda raundi ya pili ni fedha zingine. Sasa mtu ameenda mara 2 amekosa, wengi wao wanaishia hapo, wanakata tamaa. Lakini ikitokea kapo imeenda kwa raundi ya 3, sasa hapo tumeshaenda kwenye watu ambao maisha yao sasa yako juu, au sio wa katikati wala sio wa chini. Mkienda raundi ya 3, maana yake asilimia zinaongezeka mpaka kufika 67. Na kama mtabahatika kwenda raundi ya pili, ya 4, asilimia zinaongezeka kufika asilimia 72. Sasa unaona hakuna asilimia 80 wala asilimia 90 wala asilimia 100. Ndio unagundua kwamba kuna watu huenda wamefanya lakini imeshindikana. Nini kinachofanya IVF pia inakuwa ni ngumu? Moja ya sababu ambazo zinafanya IVF inakuwa ni ngumu ni kwamba kabla hujafanya IVF ni lazima upitie zile stages zingine za mwanzo za kutibu matatizo ya mwanaume, za kutibu matatizo ya mwanamke, ili sasa libakie tu tatizo la kupata tu mtoto. Haya mengine yote kama kuna maambukizi yatibiwe. Sasa watu wengi hukimbilia kwenye IVF moja kwa moja kabla hawajafanya hizi analysis zingine, vipimo na mambo mengine, kuona kwamba ameweza kujikuta yuko sawa. Ndio maana unagundua kwamba bado IVF ni njia ngumu. Lakini tunarudi kwenye lile fungu, neema inabaki pale pale. Hakikisha unalolifanya latoka kwa Bwana. Maana watu wao wanasema usiende mahali ambako Yesu hajaalikwa. Never go to where Jesus has not been invited.
usiende. Maana yake ni nini? Kama Yesu hajaalikwa kwenye hiyo IVF, huwezi kufaulu. Kwa hivyo msisitizo huu ni kukualika ya kwamba kila unalolifanya mwambie Bwana, kama huendi na mimi, hata mimi sitoke hapa nilipo. Hata wakati mwingine. Mungu akubariki sana. Tegemee Mungu kwa kila jambo.